lake. Sasa ukisikia anasema amejifunga kwenye neno lake, that is a general terminology. Hiyo ni lugha ya jumla. Lakini unachopaswa kujua ni kwamba amejifunga kwenye ile ahadi uliyoenda nayo kwake. Kama ni ahadi ya mume, amejifunga kwenye hiyo ahadi. Lazima uende na hiyo ahadi, kwa sababu hiyo ndio currency. Hiyo ndio inafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo ndio inafanya vitu viumbike. Alright. Okay, sawa. Ngoja turudi nyuma. Sasa tukubaliane kwamba Mungu ni roho na kila kitu kiko kwenye ulimwengu wa roho kilichokifanya. Sasa unachukuaje kitu kwenye ulimwengu wa roho kukileta kwenye madhihirisho? Maana uliposema amen, sawa sawa, bado kiko kwenye ulimwengu wa roho, na kiletaje kwenye maisha yangu? Yes. Na kiletaje, na kizalishaje duniani, na kizalishaje kwa watoto wangu? How can I bring these things into reality? Hapo ndipo inaingia kitu inachoitwa imani. Sasa nini? Imani. Sasa kama kuna mtu anaweza kusoma haraka kitabu cha Ibrania 11:6, nisomee haraka kama umefika. Kama unapokuja kwa Manase. No. Kwa hiyo yeye amwendeaye, yeye ambaye ana pray, lazima kama Biblia inakuwa ile neno lazima nipigie mstari. Lazima. Sio ushabiki fulani kwamba nimeomba, lazima. Kuhusu kile kitu ulichosema kwa siku hizi tatu, lazima. Lazima amini kwamba yeye yupo. Ndio. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Two things. Lazima amini kwamba yupo. I know that's not the problem of many. Hiyo sio tatizo la wengi. Sawa sawa. Lakini lazima aendelee kuamini kwamba atapewa, atapokea, kitadhihirika kile alichoomba. Lazima keep on believing. Lazima aendelee kuamini. Na hapo sasa kama unaandika, ndipo mashambulizi yanaanza. Hapo ndipo vita inaanza. Na mimi nitakuonyesha vita kidogo. Hapo ndio vita inaanza. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, pigana vita vizuri vya imani. Kwa sababu unapoanza kuapply faith ili uchukue kwenye ulimwengu wa roho kuleta kwenye madhihirisho, hiyo vita ndio shetani anaipigana vizuri. Ugomvi mkubwa na shetani anaweza asikuzuie kuomba. Ugomvi mkubwa, maana unaweza ukaomba tukiwa pamoja hapa. Ugomvi mkubwa ndio unapotoka hapa, unapokuwa peke yako, anafanya vita na wewe binafsi kuamini. Kwa sababu anajua akiweza kufanya hiyo vita vizuri, hautaweza kupata madhihirisho ya ulichoomba. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu anaweza kunielewa, sema amen. Hii vita shetani anaifanyaje? Hii vita shetani anaifanya kwa kujaribu kuweka mashaka kwenye hilo jambo, kwenye hiyo ahadi, kuweka mashaka kwenye moyo wako. Anawekaje mashaka? Anatumia vitu vya uhalisia. Getting this? Na maana kupeleka utanielewa. Anatumia environment, anatumia mazingira, anatumia hisia, anatumia watu, anatumia vyombo vya habari, anatumia whatever, anatumia hali ya nani, kwa mfano hisia. Labda ulichoomba ni kupona, si ndio? Ana hisia inakuonyesha bado unafanya nini. Na wengi hawajui haya mambo yote yapo kwa ajili ya kuondoa mtazamo wako kwenye imani, kuweka kwenye mashaka, au kuondoa mtazamo wako kwenye ulimwengu wa roho kuleta kwenye uhalisia. Sasa shetani anachotaka siku zote ili akuzuie isidiriki, anataka uondoe mtazamo wako wa ndani kwenye ulimwengu wa roho ili
ulete kwenye mazingira, ulete kwenye how you feel, unajisikiaje, ulete kwenye unachoona kwa macho ya nyama, ulete kwenye watu wanasemaje, ulete kwenye vitu vilivyokuzunguka, kwa sababu anajua ukishaleta hapa watu wanakutreat namna gani, watu wamekusema namna gani, watu wamekuabuse namna gani, watu wamekunyima namna gani. All of these things shetani anachotafuta pale ni kukuondoa kwenye ulimwengu wa roho, ambapo imani imeenda kuchukua. Sasa imani imeenda kuleta kuwa uhalisia, anakuondoa kwa kuweka kwenye mashaka. Ndio maana Yesu akasema katika Marko 11:23, of the faith of God, muwe na imani ya Mungu. Yeyote atakayemwambia mlima ng'oka, asione shaka moyoni mwake, asione shaka moyoni mwake. Hayo aliyosema yatakuwa ya kwake. Kwa kitu pekee ambacho kinageuza matokeo kwenye ulimwengu wa roho ni mashaka. Kwa shetani anapandaje mashaka? Anatumia mazingira, anatumia hisia zako, anatumia hali unayopitia, anatumia things which you can see, you can feel, you can sense, people can talk about. Hivi vitu hivi ukiweza ku maintain, usiangalie hivi, naomba nikwambie utapata ulichoomba. Kuna mtu ananisikia anachosema? Inakuingia lakini anasema asione shaka moyoni. Kwa moyo mtu huamini. Imani na mashaka havikai pamoja. Lazima kimoja kiingie, kingine kitoke. Imani inaingia kupitia neno, Warumi 10:17, kupitia ahadi. Umeiona ile ahadi, ukajua kumbe naweza kupona. Umeiona ile ahadi. Shetani anakuja kuondoa hiyo imani kwa kukuonyesha na yeye vitu. Anakuonyesha vitu gani? Anakuonyesha mazingira yanavyosema, anakuonyesha hisia zako, anakuonyesha hali unavyojisikia, anakuonyesha unachoona, anakuonyesha watu wanavyokutreat, anakuonyesha vitu hivi vyote, ili moyo wako uende kwenye mashaka, kuangalia mashaka na sio kwenye kuamini. Tuko sawa? Unanielewa ninachosema? Na Yakobo anasemaje? Yakobo anasema kwenye Yakobo 1:6-7 anasema ukiona shaka moyoni, anasema mtu anayeomba na kuwa na mashaka ni kama mawimbi, na asitegemee atapata kitu kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Asitegemee, akitegemea anapoteza muda. Asitegemee. Kwa shetani ujenga mazingira ya kujengea hofu. Nisikilize. Kuomba sio kazi. Kuamini ulichoomba ndio kazi. Unasikia ninachosema? Kuomba sio kazi. Kuendelea kuamini ndio kazi. Vita ipo kwenye kuendelea kuamini. Ndio maana shetani anafanya vita. Umeelewa mpaka? Sasa ukifanikiwa kuendelea kuwa stable, na nitakuonyesha pale mwishoni unawezaje kupush hii. Sawa? How can you push this? Sawa. Ukifanikiwa kuendelea kuwa focused, kuendelea kuitazama ile ahadi. Halo? Unamkumbuka Yesu akiona ahadi iliyowekwa mbele yake alimshangilia msalaba. Ukiendelea kuitazama ile ahadi, sizungumzi kwa macho haya, moyo wako ukiendelea kuwa fair kuangalia ile ahadi au lile neno ambalo linasema kuhusu wewe, lile neno ndio linaanza kuumbika kile unachotaka. Tunaposema lile kitu kwenye ulimwengu wa roho inakuja kwenye manifestation, maana ile neno inaanza kuumba kile kitu kwenye uhalisia. Warumi 11:3 anasema
anasemaje? Warumi 11:3 anasemaje? Bwana wamewaua manabii wao. No, Warumi Waebrania 11:3. Waebrania 11:3 samahani. Hebrews 11:3 anasemaje? Hebu soma sasa wenye mic kwa sauti. Asante. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ndio ulimwengu uliumbwa kwa neno. Kwa nini? Kwa neno la Mungu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa neno la Mungu. Kwa nini? Kwa neno, sio? Kwa Mungu alitamka neno, si ndio? Na unapoomba umepeleka neno, umepeleka ahadi, si ndio? Endelea kusoma. Hata vitu vinavyoonekana. Hata vitu vinavyoonekana. Vitu vinavyoonekana kwa mwili. Sasa vinavyoonekana physically. Sawa sawa? Wewe ulichoomba unataka kukiona physically. Si ndio? Si unataka kukiona? Anasema vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Havikufanywa kwa vitu vinavyoonekana. Sasa hivi vitu visivyoonekana, umeomba uponyaji, hauonekani, lakini unataka uonekane, si ndio? Unapoendelea kuamini, lile neno linaumba hicho kitu, alafu kinakileta kwenye kuonekana. Ile ahadi ya kupigwa kwake mimi nimepona, ile ahadi ulikuwa na mahitaji, ile ahadi ya Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Lile neno, kwa sababu neno linaumba kila kitu. Anasema kwa imani tunafahamu ulimwengu uliumbwa kwa imani, na vitu vinavyoonekana kutoka kwa vitu visivyoonekana, lakini imani ni kwepo kwenye ile ahadi. Alafu ile ahadi ikaumba sasa, ikaleta sasa, ikafanya sasa unachotaka, alafu kile kitu kikawa dhahiri kwenye maisha yako. Unakumbuka kitabu cha Yohana anasemaje? moja ile 13 na samani 1:3 pale anasema vyote vilifanyika kwa huyo neno, na pasipo huyo neno hakuna kitu kilichofanya nini? Fanyika. So